Habari za asubuhi, watu wangu, mko wazima? Najua mko wazima wa moyo na wazima wa roho. Najua kila kitu kiko salama. Ambi najua wengi mko kanisani. Na wengine kama sisi tuko kazi. Sisi watu tunatafuta mboka mpaka Jumapili. Anyway, yeah. Nimeona watu wamelalamika sana, bravo hakuuliwa. And I guess most of you guys understand. You know, niliwaambia wakati mwingi like kila mtu akona professionalism yake. Kila mtu akona professionalism yake. Na ni vizuri pia tunaheshimu. Yeah. Wenye walikuwa kwa live ya jana kwa kweli wengi walikuwa na haya maswali mingi sana, which is okay, na maswali si mbaya. And I think unajua ukiwa umesomea masomo yako kuna kitu unaweza ukafanya na kitu ambaye hauwezi ukafanya. And of course, you all understand. Kila mtu ambaye huwa anatazama content creator wote, iwe ni mimi and Mama Analyza, ama iwe ni wale wako kwa street pale hivyo. So, kila mtu ako na professionalism zake, right? Na DCI Fred ama our tireless general aliexplain vizuri sana na akasema the reason ambaye hakuweza kumuua Bravo ni reason ambazo zina maana kubwa sana. Manake unajua life ya wale ambao waliookolewa Gerard na Baba David, na live ya wale ambao pia walikuwa wametekwa na Brayo, hata kama sisi hatuwajui na mwingine wenyu hawajui, hata wale walienda kuokoa hawawajui, ila Mungu anaweza akatumia anybody. Na wale watu wako pale ni watoto wa watu, ama mama ya mtu, baba ya mtu, ambaye anadilia mahali pale akiogojea mtu kama Senior David, akiogojea mtu kama DCI Fred, na pia akiogojea mtu kama Dolo, wawende wakawaokoe. Na ndio unasikiaga hii dunia kila mtu amepewa mission zake, right? Na hii dunia kila mtu ako na ile kazi Mungu amemwekea na lazima uifanye kabla hujatoka hapa ulimwenguni. Upende usipende. Na ni kazi zuri. Mungu hawezi akakuwekea kazi mbaya mbele yako. Na anaitwa nani huyu Bravo, unajua sasa yule mtu hata kama alionekana ati ni unseen, ni mtu ambaye hangewezekana na mtu yoyote. Kitu moja nashukuru Mungu ni hii moja. Kozi akishaingia kwenye mikono ya serikali na watu ambao wana maombi, ile uchai yake inayeyuka na anaweza kubow down to the power of God, na atasema kila kitu. Manake yeye ndiye alikuwa mastermind of everything that been happening down there. So for me I think we should not blame like why DCI you didn't kill this man. Alright. Tunasema kila mtu like he don't deserve to live. Of course hata mimi nasema hivyo. Lakini tuangalie pia wale watu ambao wamewachwa pale ndani ni watu wengi sana. And they truly need someone, you know, good Samaritan ambao waende pale hivyo ndio waweze waweze kuwaokoa. Na unajua ule mtu hata kama haumjui, anaweza kuwa ni mtu ambaye anaweza kuja na yeye asaidie mtu fulani hapo baadaye.
watu 105 people, hawa si watu wadogo, ni watu wengi sana. Ni watu wengi sana. Na wenye mnalalamika hapo hivyo, mnaweza stukia maybe one is your relative. Unaweza stukia one is your child that you've been looking for so long. Unaweza stukia maybe ni rafiki yako ambaye mlimkosa na mkamkosa for like forever. Mstukie ndio huyo hapo hivyo anaenda kuokolewa na watu ambaye hawangejua kama nini, ama wale watu ambao wametekwa mateka kama wangejua, watu kama wale wange exist wakuje waokoe katika ile hali. So sometimes mimi ndio wanawaambia wakati wote, let us learn how to to thank God for everything, and let us not have our mouth like why. Juu hiyo why sometimes mpaka inafanya mpaka Mungu anatuangalia sisi kama wapumbafu ambaye hawajielewi ama hawaelewi kazi ya Mungu. Even the Bible say our way, it is not God's way, and God's way, it is not our way. That is him who said that. Na ni vizuri tunakuwa na ile kusummarize ili tuweze kuelewa kila wakati na wakati mambo ambaye yapo, ama yale mambo ambaye inaweza ikatupata sisi. Maanake hii si mission ya mwisho, inaweza ikakuja hata nyingi hata kuliko kama hii. Na niliwaambia Senior David atapatana na wengi ambao wamekuwa na kilio moyoni, na Mungu amesikia kilio chao, na ndio hii mission ambayo imekuwa iliasizwa na OCS inafika mwisho, ndio Senior David aende akaokoe wengine ambao wanalia pale nje. So this mission of time to time, so we need always to thank God for what he's doing day by night, because if we do not learn how to thank God, then we are going to spoil everything on our way to our destiny. So Bravo saizi atafinywa, atanyenyekea, atasema everything. Maanake yeye ndio alikuwa na kila kitu, yeye ndio alikuwa na kila ufunguo. Wale watu waokolewa wale 105, mulisikia 4 sijui 5 waliokolewa. So we give God the glory. Na kitu ingine pia mjue, lisemalo lipo, na kama halipo linakuja. Alright? So tukisema Bravo amekufa, na nyinyi mnajua ako hai, na mnajua hajakufa, ni kwa sababu linalosemwa lipo, lakini linakuja. Alright? Sijui kama hicho Kiswahili changu kita make sense. Lisemalo lipo, na kama halipo linakuja. So let us wait the doing of the Lord right now. Me, I love including God in everything, because without God, even me, I will not have been here actually. Because unajua sisi wote ni wanadamu, and time to time huwa tuko na mawazo na vitu nyingi ambazo zinatukumba moyoni na akili. So let us learn how to thank God each and every time. So wacha tuseme hivi, linakuja lenye ambaro nyinyi tamanio lenyu la moyo na mumelitamani sana litendeke, linakuja. Kwa hivyo mkuwe wavumilivu na msiwe watu wa kulaumu, watu ambao wako na professionalism zao kwenye zile runinga ambazo mnatazama. Manake mimi niliwaambia sisi ni wapesi watazamaji, tukitazama tuko in our comfort zone, na watu wako kwa street, they are suffering a lot. So Mungu awabariki, linakuja tamanio lenu.